Hello mtazamaji wa BCMC. Leo ni nafasi nyingine tena ambayo Mungu ametupa kupendeleo. Tunayo surprise kwa ajili yako na hope utafurahia sana kile ambacho utaenda kukisikia mahali hapa, na we have prepared for you a very big surprise for you. Guess what? Tunaye mdada mrembo sana ambaye amekuja kutembelea mahali hapa. Tutamuuliza maswali machache, namna amebarikiwa na Bible Church, namna huduma imembariki, na why does she choose us, kwa nini ametuchagua na kuendelea kwa pamoja na sisi mahali hapa, na namna alivyobarikiwa na Mungu amembariki mambo mbalimbali kwenye maisha yake. Naamini utabarikiwa sana na utafurahia sana kipindi cha leo. Guess what? Nikupeleke moja kwa moja studio ukawaone namna ambavyo huyu dada atatuelezea namna baraka zake ambavyo zimekuwa kwenye maisha yake. Nisipoteze muda. Keep watching. Hello mpenzi mtazamaji wa BCMC. Kama nilivyokuambia hapo, leo tuko studio, tumetembelewa na binti mrembo sana ambaye atatuelezea kwa kifupi namna huduma ya Bible Church imemsaidia na namna imembariki na kwa nini ametuchagua kwa mahali hapa. Labda tuanze tunajitambulishe ni nani na anafanya nini kanisani. Karibu dada. Asanteni sana. Kwa majina naitwa Sarafina. Ni mkazi wa Iringa mjini. Ni muumini wa Bible Church International Mount of Change. Niko chini ya baba yangu Askofu Bishop Amos Ponela, and I'm very proud kuwa na yeye. Najisikia raha sana. Yani ukiachana na hiyo kujisikia raha kuwa chini ya kwake, chini ya uongozi wake, pia ni mwimbaji wa pale kanisani. Ninamtukuza Mungu, ninamuona Mungu kwa kupitia nyimbo za kusifu, za kuabudu. Yani najisikia raha sana nikiwa pale mahali. Yani nashindwa hata kuelezea jinsi ninavyojisikia. Nina amani sana nikiwa pale. Okay, have you heard that? Kama ni mwimbaji. So okay, kwa kuwa amesema yeye ni mwimbaji, na naamini huduma hii inabarikiwa sana na mwimbaji wake, na wenda atatupa test kidogo hapo mwishoni ya namna anavyoimba tukamsikia. Labda dada utuelezee kwa kifupi namna gani huduma hii ya Bible Church imekusaidia na namna hivyo kubariki kwenye maisha yako. Cha kwanza napenda kumshukuru Mungu, Mwenyezi Mungu. Maana ndo alifanya nifike mpaka kwenye hilo kanisa. Ukiachana hilo, baba nimemjua kwa kupitia dada yangu. Dada yangu kwa asemi ni mchungaji, kwa sema ni mjeshi. Kutokea that afuko naongea kwamba ni mjeshi, hiyo spirit ikaniingia moyoni, nikawa na wish one day I want to meet that man, huyo mjeshi. Kwa sababu mishazoea nikienda kanisani na kukutana na wachungaji, wahubiri, manabii. Sasa kaambiwa kanisani kwetu kuna mjeshi. Nilikuwa very surprised. Kwa hiyo since that day nikaamua kwenda kanisani kwake. Nakumbuka ilikuwa ni mwaka jana mwishoni, na mwishoni wa mwaka mara nyingi wao wanapenda kuweka makongamano. Pia nawakaribisha kwa sababu na mimi pia ni miongoni mwa watumishi wa hapo. Kwa hiyo nakukaribisha pia. Mwaka huu tuna kongamano kuanzia mwezi wa 12/26 tunakuwa tuna makongamano. Makongamano yetu hayachagui, karibuni, uwe mzee, uwe kijana, yani karibu, kwa sababu pale lazima utamuona Mungu. Naamini utamuona Mungu. Kwa hiyo kwa kile kipindi ndo nilifanikiwa nikaenda kanisani. Na kwa nilipofika pale sikujuta, nilifurahi, niliungana na waumini wenzangu. Mimi nilikuwa sijui kwa kweli kusoma Biblia, kwangu ilikuwa ni mtihani. Kuimba kwangu mimi nilikuwa napenda kuimba bongo flava sana. Yani kuhusu masuala nyimbo za dini, kusoma Biblia kwangu ilikuwa ni vitu vigumu sana. Lakini tokea nimekuwa chini ya babangu Amos Ponela, nimejifunza kuimba, nimejifunza kusoma Biblia, na amenitoa sehemu ambayo sikutegemea. Kwa sababu wakati naingia pale kanisani, mimi sikuingia kama nisi na matatizo, hapana. Niliingia nilikuwa very normal, na niliingia utukana dadangu hivyo naambia ni mwanajeshi. Ila once I in there jamani, nikajikuta kwamba kumbe nina mizigo mingi mabegani. Nacho shukuru alinishusha, and I'm proud of that. Yani nina amani, nashindwa kuelezea hali yangu. Yani ni mengi alionitendea. So ni mengi na bado anaendelea kunitendea. Na amefanya nimuone Mungu. Kupitia hayo madhabahu najisikia raha. Yani ni raha sana. Yani kupitia madhabahu nimejifunza vitu vingi, nimejua vitu vingi, nimepata kumove kutoka sehemu nyingine mpaka kwingine. Yani nina amani mpaka mengine nashindwa kusema.
Okay, ni mengi sana, ni mengi. Tukielezea wenda utajaza kitabu sasa na hakitatosha. Okay. Sasa kwa unaweza kutuelezea kifupi, yani why Bible Church? Kuna makanisa mengine ya Kipentekoste, kuna TG, kuna FPCG, kuna makanisa mengine. Why Bible Church? Okay. Unajua siku ya kwanza naingia, nilishangaa kwa sababu nilisema huyu ni mjida. Yaani kwanza yeye anachoamini ni kwamba ukiwa upo tayari kupokea kile kitu anachokitoa ni lazima utafanikiwa. Cha kwanza nitakiwa muamini. Alafu uwe na subira. Pia ukiachana na ukali wake, ukorofi wake, yani hivyo ni vitu ambavyo pia vinivutia. Ni mkali, mkorofi, yani ile kanisa letu sisi ni wanajeshi. Yani pale sisi ni wanajeshi tukiongezwa na kardinali wetu wa Mosponella. Yani ile ni jeshi. Yani kwa hiyo kilichonivutia kwenda sehemu pale ni ule wanajeshi wake. Yani ule ndio ambao umenitoa mimi sehemu ya chini kuniweka juu. Yani ule wanajeshi ndio umefanya nitofautishe kati ya kanisa nililotoka na mengine. Alafu ukiangalia nilikuwa sijawahi kuingia kanisa la kilokole. Once hii sikutamani kutoka. Ingawa mwanzo nikaa napinda kutoka nilikuwa na majeshi alininyosha. Na nimenyoka. Kwa kweli na nimenyoka. Yaani kama kuna sababu pinda wakifika pale straight line, hakuna zigizaga tena. Okay, kwa hiyo wanajeshi wake na namna jinsi alivyo ndio umeweka test kwenye maisha yako na kufanya uchague Bible Church kabisa. Okay, labda tunakushukuru. Labda kuna kitu unacho cha kuongezea hapo kuhusiana na baba? Kitu ambacho napenda kuzungumzia kuhusu mwambie na mtazamaji anayekusikiliza ili akaribie Bible Church. Hata ile test ambayo umeipata. Kitu ambacho napenda kumshirikisha mtazamaji. Kwanza Bible Church huduma yetu ni imeenea almost Tanzania nzima. Kwa hiyo isiwe kigezo kusema labda wewe uko mkoa wa mbali utashindwa kutupata. Hapana. Pia baba yetu sio mbaguzi. Yaani kuna makanisa mengine pia huwa anaenda kutembelea, huwa anafanya ziara. Hata hapa nikiongolea hichi kipindi cha nyuma miezi miwili iliyopita alikuwa ziara. Kwa hiyo ninapenda kukukaribisha ukaribie Bible Church. Naamini hautojutia kwa sababu ni sehemu ya mabadiliko. Mimi nikijijua nilivyokuwa na sasa hata ambao wanaonijua wakiniona wanakuwa surprise kabisa. Yaani wanashangaa kwa sababu na hata mwe najielewa. Nilivyokuwa mpaka nyumbani kusema, "Wewe sasa siku hizi unaimba Mungu." Yaani wanashangaa. Wanaona ni kitu cha ajabu kwa sababu mule ndani sisi tuna mwanajeshi. Tuna mwanajeshi. Jeshi wetu sisi ni kwamba kuna mahali inatakiwa tufike. Kwa hiyo kama unatamani kufika mahali palipo salama, you just welcome. Yaani karibu kwetu ni mambo chaka mchaka. Okay. Karibuni sana. Okay, sawa mpenzi mtazamaji, na natumaini kwamba umesikia namna Bisara hapa alivyotuelezea juu ya huduma ya Bible Church. Na niseme tu kwamba Bible Church inakukaribisha wewe mtazamaji, hata kama unajifikiria umepinda kwa kiasi gani, hata kama unajifikiria uko na mizigo ya dhambi kiasi gani, kwamba unahisi umebaguliwa, hauwezi tena, hauwezi kufikia mahali fulani, unajihukumu ndani ya nafsi yako na unafikiria kabisa kwamba watu wamekutenga, uko peke yako, Bible Church ni mahali sahihi sana kwa wewe kuja hapa, na kuhakikishia kabisa maisha yako yatabadilika kwa ukubwa sana, kwa sababu tumeona watu wengi waliotangulia hapo mwanzo wamebadilika na wamekuwa watu wema sana. Yaani usijali namna addiction yako ilivyokuathiri kwa namna moja au fulani, ni Mungu akiingia ndani yako hiyo addiction yote itatoka, na hiyo kiu yako yote, kama ulikuwa unafanya uovu, kama ulikuwa unafanya kitu chochote, inaweza kumalizika kabisa. Labda nikuombe tu usisahau ku-click button hapo chini, kusubscribe, ku-comment na ku-like channel yetu ili uweze kupata maarifa na mafunzo mbalimbali ambayo yataendelea hapo katika channel yetu mpendwa ya Bis IMC. Kwa hiyo karibu sana mtazamaji, uendelee kufuatilia vipindi vyetu vinavyofuata.